Vicha Kvaratskhelia aka Varadona. Nitakwambia kwa nini anaitwa Varadona. Winga huyo tishio barani Ulaya na duniani kwa ujumla, Vicha Kvaratskhelia alianza makuzi yake ya soka katika akademi ya Dynamo Tbilisi iliyopo jijini Tbilisi nchini Georgia. Akiwa na umri wa miaka 16 tu akawa kwenye akademi hiyo akifanya mambo makubwa zaidi, na hatimaye ikapelekea kuuzwa kuelekea nchini Urusi katika klabu moja wapo itwayo Rubin Kazani ya nchini Urusi. Alipokuwa Urusi akacheza takribani msimu mmoja na nusu hivi, akafanya vizuri katika klabu hiyo na aliperform kwa asilimia kubwa sana, lakini haikuwa bahati kubaki nchini humo. Akaweza kurejea kwao, lakini sio kwa mema. Alirejea kwao Georgia mara baada ya vita baina ya Urusi na Ukraine. Alipofika nchini Georgia kwa mara nyingine tena, ilibidi ajiunge na klabu ya Dynamo Batumi ya nchini humo Georgia. Baada ya hapo akacheza kwa mafanikio, akaperform vizuri zaidi na mashabiki wakaona nyota ya mafanikio kwa mchezaji huyo Vicha Kvaratskhelia, na hatimaye rais wa klabu ya Napoli FC inayoshiriki ligi kuu ya nchini Italia yani Serie A aliweza kuiona nyota inayong'aa katika klabu hiyo ya Dynamo Batumi. Lakini baada ya hapo Vicha Kvaratskhelia alijiunga rasmi mnamo mwaka 2022 katika klabu ya FC Napoli ya pale nchini Italia. Baada ya kutua katika klabu ya Napoli, Vicha Kvaratskhelia alijiunga kwa dau la milioni 10 euro. Alipojiunga katika klabu hiyo aliweza kufanya mambo mazuri na mashabiki walimpokea kwa ukubwa wake. Alifanya mambo makubwa, akafanya njia pasipo njia. Aliweza kuipa kombe la Serie A Napoli FC mara baada ya muda mrefu, inakadiriwa takriban miaka 33 bila kuchukua kombe hilo timu ya Napoli FC. Lakini Vicha Kvaratskhelia aliweza kuiletea kombe hilo la Serie A katika klabu hiyo ya Napoli FC. Ndipo mashabiki wa Napoli FC wakaanza kumtukuza na kumheshimisha kwa jina kubwa mno Vicha Kvaratskhelia, wakimuita Varadona, huku wakimfananisha na kiungo mshambuliaji wa nchini Argentina, gwiji wa soka wa zamani Diego Armando Maradona, kwamba alichokuwa nakifanya uwanjani Vicha Kvaratskhelia vinafanana na Maradona, kama vile skills mbalimbali za kuonesha magoli ya maajabu alikuwa anayafunga, huku akitoa assist na kusababisha Napoli FC kubeba kombe hilo la Serie A. Lakini baada ya kurejesha ufalme mkubwa kwa Napoli katika ligi hiyo, basi mnamo mwaka 2024 pia akaenda kuionyesha nchi yake Georgia kwamba yeye ni mchezaji muhimu na mchezaji wa kutegemewa katika timu yao ya taifa ya Georgia. Mara baada ya kufuzu katika kombe la michuano ya Euro mnamo mwaka 2024, basi Vicha Kvaratskhelia aliibeba Georgia mabegani, akiamua kwamba yeye ndio kila kitu katika timu ya taifa hiyo pamoja na wenzie. Lakini yeye alionyesha ubora mkubwa kiasi kwamba mpaka timu ya taifa ya Ureno yenyewe iliweza kushangaa na kuona jinsi gani huyu mwamba anavyoperform. Ni performance ya hali ya juu mno. Hakuishia hapo, Vicha Kvaratskhelia aliweza kuonesha kila alichoweza kukionyesha mpaka mwaka 2025 akaweza kusajiliwa rasmi katika klabu ya Paris Saint-Germain yani PSG. Rais wa PSG aliweza kumuita Vicha Kvaratskhelia au Varadona katika klabu yake ya PSG na kumusaini kwa euro takribani milioni 70. Vicha Kvaratskhelia alipojiunga na klabu hiyo, tunasema huyu ni mchezaji mwenye bahati duniani. Kila anapokuja kwenye klabu yako basi analeta mafanikio. Alileta mafanikio katika klabu ya Napoli FC, lakini alipofika tu katika klabu ya PSG akaweza kuleta mafanikio makubwa. Ndani ya msimu huo alipofika 2025 akaweza kubeba vikombe vitatu ndani ya msimu mmoja. Akabeba kikombe cha ligi kuu, yani cha ligi 1 kile, akaja akabeba Coupe de France, kikombe cha ndani kidogo cha kwenye ligi hiyo, lakini baada ya hapo akaja akatwaa taji kubwa
la UEFA Champions League 2025 hiyo, akiwa na klabu yake hiyo hiyo ya PSG, wakiitandika Inter Milani finali bao 5-0. Lakini baada ya hapo haikuishia hivyo tu. Vicha Kvaratskhelia akaendelea kung'aa kwa niaba ya timu nzima ya Paris Saint-Germain. Mwamba alipambana mno na kaonesha makubwa kuelekea msimu huu ulivyokuja, msimu wa 2025-26. Mwamba kaonesha kiwango kikubwa zaidi kiasi kwamba mpaka sasa hivi ninavyoongea, basi Vicha Kvaratskhelia ni mchezaji imbwa sana duniani. Vicha Kvaratskhelia ameweza kuisaidia tena PSG kubeba kombe la pili la UEFA Champions League back to back. Inazungumzia kwenye mechi zidi ya Arsenal the Gunners finali. Vicha Kvaratskhelia amekuwa ni mchezaji mchonganishi sana na mchezaji msumbufu mno, aliyesababisha penalty iliyowarejesha PSG uwanjani. Mechi ilikuwa kama imekwisha vile, Arsenal walimaliza kama mechi fulani, lakini mwisho wa siku Vicha Kvaratskhelia akasababisha penalty na Ousmane Dembele akaweza kufunga penalty hiyo na kuirejesha PSG katika uwanja tena kwa mara nyingine, kuonesha ubora mwingine. Vicha Kvaratskhelia alikubali kuchubuka, alikubali kupigwa buti, lakini bendera ya PSG na nembo ya PSG iendelee kuimbwa duniani. Baada ya hapo Vicha Kvaratskhelia akaendelea kufanya makubwa mpaka wakaweza kubeba kombe hilo kwa hatua ya matuta, wakabeba kwa ushindi wa penalty. Na Vicha Kvaratskhelia ameonekana kwamba ni mchezaji ambaye amechangia mabao mengi kwenye klabu hiyo mpaka sasa, kuanzia ligi ya ndani mpaka huko UEFA Champions League, akiwepo katika ule utatu mtakatifu wa pale mbele. Mashabiki wa mtani wanaita utatu mtakatifu, yani Kvaratskhelia, Desire Du pamoja na Ousmane Dembele. Huo ndo utatu wao mtakatifu wa pale mbele wa PSG unaotamba hivi sasa, na unaonesha kwamba PSG ni timu tishio barani Ulaya na duniani kwa ujumla. Lakini kinachosikitisha zaidi kwamba Vicha Kvaratskhelia mpaka sasa timu yake bado iko chini ya taifa, yani timu ya taifa haijaweza kufanikiwa kuqualify kwenda kwenye World Cup, na hicho ndipo kinachompunguzia maxi hata yeye kwenye ile tuzo za Ballon d'Or. Langu jina ni Lasso Masima wa hapa Lasso TV, na hiyo ilikuwa ni story fupi kuhusiana na Vicha Kvaratskhelia na jinsi gani umemfahamu sasa Vicha Kvaratskhelia. Endelea kufuatilia Lasso TV kupata habari motomoto za kitaifa na kimataifa za kimichezo